Uso wa Bwana unaandamana pamoja nasi. Popote tunapokuwa tujue ya kwamba uso wa Bwana huko nasi, hatuko peke yetu, bali Mungu anaenda pamoja nasi. Popote unapokuwa, hata katika unapokuwa unaona kwamba uko peke yako, uko upweke, uko katika giza, haijalishi utakuwa kwenye hali gani, wewe jua kwamba uso wa Bwana uko mahali pale pale ambao wewe uliko. Karibu. Asante sana kwa support yenu. Mungu amani akawabariki na appreciate sana. Neema ya Bwana ikawatoshe. Na kama uja subscribe, please subscribe, like, share, tuendelee kuinuka kwa pamoja. So tunaenda kusoma andiko natuambia kwamba uso wa Bwana unaandamana pamoja nasi na Mungu atatupa mapumziko tunapoendelea kumtumainia, tunapomtanguliza kwa kila jambo, tunapomuita na kumweka kwa chochote tufanyajo. Mungu tunalolifanya, chochote kile unachokifanya, muweke Mungu pale na Mungu atakuongoza, kwa sababu uso wake hujawahi toka popote tulipo. Yeye anatuongoza, anakuwa upande wetu na anatupa kibali, yaani kila kitu tunachofanya yako pale ili akaweze kutuongoza, ili akaweze kutupa manufaa jinsi tunavyofaa kutenda chochote. Tunaposoma katika andiko la Bwana kutoka kitabu cha Kutoka 33 usome mstari wa 14, ambaye anatuambia kwamba Bwana akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Uso wa Bwana utaenda pamoja nasi, naye hatatupa raha tunaohitaji. So jua ya kwamba Mungu ako nasi, hatuko peke yetu kwa chochote tunachokifanya. Tuendelee kumtumainia, tuendelee kumfuata kwa kila jambo, na yeye hatatenda mambo makuu maishani mwetu. Hiki kitabu kinamaanisha kwamba wakati Musa alipokuwa anaongoza wana wa Israeli, alipokuwa pale, chochote kile kitu ambacho aliomba Mungu ni Mungu, niweze kuenda pamoja nawe, uso wako uweze kuwa pamoja nami, ukaweze kuniongoza, kwa sababu alijua kwamba akienda na Mungu hakuna kitu cha maana, hakuna kitu kingine aliitisha Mungu kuwepo wake, uwepo wa Mungu katika chochote kile alikuwa anafanya. So na Mungu hakumwachilia. Tunaona kwamba Mungu hakuna siku aliachilia Musa, alikuwa pamoja na yeye, alikuwa akimuongoza, alikuwa na popote pale alipokuwa. Wana wa Israeli wakifanya ili, Mungu ako pale, fanya hiki, akiwa akimpa maagizo. So hata sisi nafaa tukamuombe Mungu akawe na uwepo wake ukawe ndani yetu. Chochote tunalifanya, wacha uwepo wa Bwana ukaweza kutuongoza. Unapokuwa na uwezo wa Bwana huogopi chochote, unajua ya kwamba kila kitu kitaenda kuwa sawa. Tukue kama Musa. Hicho ndivyo aliomba Mungu. Mimi naomba uwepo wako ukaweza kuwa pamoja nami, ukaniongoze. Na hakika Mungu halikumwachilia. Mungu alikuwa pamoja na yeye kila mahali alipokuwa, alikuwa pale. Kwa mahali inafika anashindwa afanye nini, Mungu anampa maagizo, fanya hiki, fanya kile, kwa sababu alikuwa pamoja, akiandamana pamoja na yeye, anamwagiza. So wacha sisi tuombe Mungu hawa ndiye anatuagiza kwa kila jambo, kwa maana peke yetu hatuwezi, lakini Mungu anapokuwa upande wetu anarainisha vitu na vitu vinakuwa sawa katika maishani mwetu. So usikate tamaa kwa kila jambo unalokifanya. Jua kwamba uso wa Bwana uko ndani yetu, na kila jambo unaloomba Mungu akaandamane pamoja nawe, uso wake ukawe pale unakumulika. Hiyo ndio kitu tunahitaji sana maishani mwetu, ili unapokuwa na uso wa Bwana ndani yetu, unapokuwa ni Mungu anakuongoza katika jambo unalofanya, uso wa Bwana katika mipango yako, uso wa Bwana katika safari yako, uso wa Bwana, na utaona mambo makuu katika ndoa yako, uso wa Bwana katika kazi yako, uso wa Bwana. Hakika Mungu atatenda mambo makuu katika maisha yetu. So tuwe kama Musa ambaye alijua kwamba nikiwa na Mungu kila kitu kiko sawa, nisipokuwa na yeye mambo yataharibika. So tuwe kama Musa ambaye alikuwa sema ya kwamba Mungu, ninahitaji uso wako ukaandamane pamoja nami, ukaniongoze, maana peke yangu sitaweza. Na hakika Musa alikuwa mahali pale, alikuwa akiwa na Mungu na Mungu hakumwachilia. Tujue kwamba safari ya kuondoa wana wa Israeli kutoka Misri haikuwa rahisi, lakini Mungu alilainisha hiyo safari kwa sababu alikuwa anampa maagizo, kwa sababu Farao alikuwa pia kichwa ngumu, lakini Mungu aliposimama mahali pale kila kitu kilienda sawa.
Mungu alilainisha hiyo safari na ikawa sawa, na Musa alifanikisha, ingawa kulikuwa na changamoto nyingi, lakini Mungu alisimama pamoja na yeye. Hakuna wakati hata mmoja Musa aliendea kwa Mungu na akapata Mungu hayuko pamoja na yeye. La, alikuwa mahali pale. Unaposoma hiyo historia ya unaijua venye kunaenda, na sisi tujue kwamba hakuna siku tutakapoenda mbele ya Mungu ili tukamkose. Ako pale, ako tayari kutusaidia, ako pale kuandamana pamoja nasi. Chochote tunahitaji kutoka kwake, ako tayari kututendea. Sana sana ni sisi unapata tunakosa kumwalika, tunakosa kuenda kwake, lakini yeye pato hako tayari kututendea. So wacha tumwalike katika maisha yetu, hawe ni yeye anatuongoza. Tumwalike katika chochote tufanyacho, hawe ni yeye anatuhifadhi, yani tukimhitaji ako pale. Pia tumwalike. Unajua vitu zingine kama hujamwalika hawezi Mungu anataka tuongee, anajua tunahitaji, lakini pia anataka sisi tujisemee. So mwalike, wacha akatuongoze, uwepo wake uendelee kuwa maishani mwetu, na chochote tunahitaji jua kwamba hawezi tuacha, atakitenda na atakifanikisha kati na mapenzi yake. Wacha tumwambie Mungu kwa kila jambo. Ni kipi kile unataka akutendee? Ni kipi kile unamhitaji katika maisha yako? Uwepo wa Bwana unatosha. Unapokuwa na uwepo wa Bwana, hakuna kitu katika maisha yako kitakufanya ukaweze kuogopa, ukaweze kushtuka, kwa sababu najua kwamba hapa haijalishi ni kipi inapitia, siko peke yangu. Kuna yule ambaye atalainisha mambo yangu. Kuna yule ambaye atatenda vitu vikue sawa katika maisha yangu, ambaye ni uso wa Bwana, uwepo wa Bwana ndani ya maisha yetu. Tunapokuwa na huyo uwepo wa Bwana, na Mungu atalainisha kila kitu na kila kitu kitakuwa sawa. So wacha tuendelee kumtumainia na tumwachilie akaweza kutenda mambo makuu katika maisha yetu. So jua kwamba chochote unachofanya mwalike Bwana. Usianze kutenda kitu kama hujamwalika, ufike katikati mambo yaende mrebo, usimwe Mungu sasa nisaidie hapa. Mungu hawezi anza kitu ambayo hachakuwa kutoka mwanzo. Hawezi malizia kitu, lazima awe mwanzo na ndiye mwisho. So tujue kwamba tunamwalika kwa kila jambo na atatutendea. Hawezi tuipisha, hawezi tuacha, hako tayari kulainisha na kukamilisha mipango yetu tunapomwachilia, tunapomwalika. So mwalike, mweke pale, awe ndiye anakupa hekima na maarifa. Hicho ndio tunahitaji kwetu. So usifikirie kwamba utaanza ufike katikati ndio umwalikishe. Mungu hawezi ingilia kitu hajaanza. So tuwe hivyo, tujue kwamba Mungu tunamhitaji kwa kila jambo, peke yetu hatuwezi. Venye Musa alijua kwamba mimi kitu cha maana nataka ni Mungu, na sisi tujue kitu cha maana tunataka ni Mungu. Tunapokuwa na Mungu, mambo yote yatakuwa sawa. Atalainisha mambo yetu na mambo hayataenda mraba na vitu havitakosekana, kwa sababu Mungu hako pamoja nasi. Wewe ujiulize, ujiozi, umemweka Mungu kwa kila jambo, na hakika hawezi tuipisha. So uwepo wa Bwana ndio tunahitaji katika maisha yetu na katika kile kitu tunachokifanya. Wacha Mungu akatuongoze, tuone kibali, tuone uwepo wake na ulinzi wake milele na milele. So nawatakia wakati wema na kwa kila la heri.